Nusu mbwa, nusu mtu. Karibu katika Mgangaroma Simulizi. Hapa ni tanuri na ghala za simulizi. Jina langu ni Juma. Nilikuwa askari polisi wa doria za usiku katika mkoani. Kazi yangu ilikuwa ni kulinda wananchi wakati wa giza au wakiwa wamelala. Lakini usiku mmoja, niligonga kitu ambacho kilinibadilisha milele. Kitu ambacho hakikuwa mbwa wala mtu, bali kitu kingine kabisa. Na siku hiyo, nilijua kuwa duniani kuna mambo ambayo polisi hawafundishwi kuyashughulikia. Karibu kwenye simulizi hii inayoitwa Nusu Mbwa, Nusu Mtu. Kabla hatujaendelea, tafadhali bonyeza kitufe cha like, kisha bonyeza subscribe ili upate simulizi mpya kila siku. Pia andika hapo chini, unatoka wapi na nini maoni yako kuhusu simulizi hii. Sasa tuanze. Ilikuwa usiku wa Jumamosi, saa 4 usiku. Nilikuwa nimetoka kazini kituoni mwa polisi katika mji mdogo wa Makobora. Kazi yangu ilikuwa doria za miji na vijiji kuhakikisha usalama. Usiku huo, nilikuwa nimechoka sana. Nilikuwa nimetumia masaa 6 nikizunguka na pikipiki yangu ya polisi. Njia yangu ya nyumbani ilipita katika msitu mweusi uliozunguka kijiji changu. Watu walikuwa wakiuita msitu wa miungu, kwa sababu wazee walisema mizimu ya wazee waliishi huko. Lakini mimi, kama askari, sikuamini hadithi za kizamani. Usiku huo, barabara ilikuwa tulivu kabisa. Hakuna magari, hakuna watu, hakuna hata sauti ya wadudu. Ulikuwa na unyamavu wa kutisha. Nilikuwa nikiendesha pikipiki yangu kwa kasi ya wastani. Taa za mbele zilikuwa zikiangaza njia tu kidogo. Ghafla, nikasikia kitu kikivuka mbele yangu kwa kasi. Nikapiga breki, lakini ilikuwa tayari ni late. Gwaa! Niligonga kitu chenye nguvu. Pikipiki iliteleza na mimi nikaanguka ardhi. Mwili wangu uligongana na lami kwa uchungu mkali. Nilijaribu kusimama polepole, nikihisi maumivu yanazunguka mwili wangu wote. Goti langu lilikuwa limejeruhiwa na mkono wangu wa kushoto ulikuwa ukiuma sana. Nilichukua tochi yangu na kuangazia mahali nilipogonga. Pale nikaona kitu ambacho kinabaki akilini pangu mpaka leo. Kilikuwa ni mnyama amelala ardhi. Kwa mtazamo wa kwanza, nilifikiri ni mbwa mkubwa, lakini nilipokaribia zaidi na kumwangazia vizuri, moyo wangu ukasimama. Hakikuwa mbwa wa kawaida. Kichwa chake kilikuwa cha mbwa, chenye masikio marefu na meno makali, lakini mwili wake kutoka shingoni ulikuwa wa mwanadamu. Ulikuwa na mikono miwili ya mwanadamu, miguu miwili ya mwanadamu. Ngozi yake ilikuwa na manyoya mafupi, lakini mikono ilikuwa na vidole vya kwa wanadamu. Nilijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Kinyama hicho kilikuwa bado kinapumua, polepole na kwa maumivu. Nikasogea karibu zaidi. Macho yake yalifunguka ghafla, yalikuwa nyekundu kama damu, na yalikuwa kwa hasira kali. Kisha kinyama hicho kilininoa na kukimbia msituni kwa kutumia miguu yake ya mwanadamu. Nilikimbia nikijaribu kukifuata, lakini giza lilimeza. Nikakaa pale nikitetemeka, nikijaribu kuelewa nilichokiona. Je, nilikuwa nimeota? Je, macho yangu yalikuwa yanidanganya? Nikapanda pikipiki yangu na kuendesha nyumbani kwa haraka. Nilipofika nyumbani, ilikuwa saa 5 alfajiri. Sikuweza kulala. Kila nikifumba macho, nilirudia kuona ile sura ya kinyama kile. Asubuhi, nilisikia kelele nje ya nyumbani kwangu. Watu walikuwa wakipiga kelele na kuongea kwa sauti kubwa. Nikatoka nje na kuona kundi la watu wamekusanyika karibu na kaya ya jirani yangu, Mzee Sekelema. Nikasogea kukagua nini kinaendelea. Mama Juma, Mama Juma, mmoja wa wanawake aliita. Mzee Sekelema amelala kitandani kwa maumivu makali usiku huo. Hajui nini kinaondolea. Moyo wangu ukapiga kwa kasi. Sekelema. Mzee Sekelema alikuwa jirani yangu wa karibu.
Alikuwa mzee mwenye umri wa miaka 70, mwenye mwili mrefu na mweusi kama mkaa. Watu walimheshimu sana kwa sababu alikuwa mganga wa tradition, lakini pia watu walimwogopa. Kulikuwa na hadithi nyingi kuhusu Muyu, hadithi za jinsi alivyoweza kubadili sura yake, hadithi za jinsi alivyoweza kusafiri usiku kama mnyama. Lakini mimi, kama askari, sikuamini mambo hayo. Mpaka sasa, niliingia nyumbani mwake. Alikuwa amelala kitandani, akitetemeka na kupiga mayowe. Mwili wake ulikuwa umejikunja na jasho lilikuwa likimtoka kama mvua. Maumivu, yananiua, alisema kwa sauti dhaifu. Mguu wake wa kushoto ulikuwa umejikunja kwa njia ya ajabu. Nilipoangalia vizuri, nikaona alama ya gari mguu wake. Gari kubwa, gari ya pikipiki. Moyo wangu ukasimama. Nikakumbuka usiku uliopita. Nikakumbuka kile kinyama kilichoruka mbele yangu. Nikakumbuka mguu wa kushoto wa kile kinyama ulivyokuwa umepigwa. Mzee Sekelema alikuwa ndiye. Ghafla macho yake yalifunguka na kuniangalia moja kwa moja. Macho yake yalikuwa nyekundu kama yale ya kinyama kile. Wewe ndiye uliyenigonga, alisema kwa sauti ya kulilia. Nilijaribu kusema neno, lakini ulimi wangu ukaganda. Sasa tumefungwa pamoja kwa sababu ulinigonga wakati moyo wangu ulikuwa umebadilisha kuwa wa mnyama. Sasa tuna uhusiano wa damu na roho. Ikiwa hutakuja kuniangalia kila siku mpaka nipone, nitakufa. Na ukifa mimi, wewe pia utakufa. Nikaanza kutetemeka. Lakini mimi ni askari, siwezi kuja kila siku. Mzee Sekelema akatakisa kichwa pole. Basi, tutakufa wote wawili. Hiyo ndiyo sheria ya kiapo cha usiku. Uliyenigonga wakati moyo wangu ulikuwa umebadilisha kuwa wa mnyama. Damu yangu imechanganya na yako. Sasa, kila nikiumwa, wewe utaumwa. Kila nikifa, wewe utakufa. Siku hiyo, niliamua kurudi kazini na kusahau mambo hayo. Nilijaribu kujisemea kwamba yote yalikuwa ni ndoto. Lakini saa 6 jioni, nikawa na maumivu makali tumboni. Maumivu yale si ya kawaida. Yalikuwa kama kisu kinachopasua matumbo yangu kutoka ndani. Nikaenda hospitali, lakini daktari hakupata tatizo lolote. Mwili wako ni mzima kabisa, daktari alisema, lakini maumivu yaliendelea. Usiku huo, nilirudi nyumbani kwa mzee Sekelema. Nilimkuta amelala kitandani, akiugua zaidi. Tumbo lake lilikuwa limejikunja na alikuwa akilia kwa maumivu. Nilijua hapo kwamba yale tuliyoyasemea yalikuwa kweli. Juma, tafadhali, lazima ukuje kuniona kila siku, Sekelema alisema kwa sauti dhaifu. Lazima uwe karibu nami mpaka nibadilike niwe mzima tena. Hiyo ndiyo njia ya pekee ya kujiokoa. Kwa sababu sikuwa na chaguo, nikaabali. Kila siku baada ya kazi, nilikuwa nikienda kumuona mzee Sekelema. Nilikuwa nikimlisha, nikimuogesha na kumsaidia kutembea. Na kila nilipofanya hivyo, maumivu yangu yalipungua kidogo. Lakini pia nikaanza kugundua mambo mengine ya ajabu. Wiki ya kwanza, nikaanza kuota ndoto za ajabu. Ndoto za kuwa mnyama na kukimbia msituni. Nilijisikia nguvu za ajabu zikienea mwilini. Wiki ya pili, nikaanza kupata hisia mpya. Wakati nilikuwa naendesha pikipiki usiku, nilikuwa nasikia harufu za watu kutoka mbali. Nilikuwa nasikia sauti za wanyama msituni kutoka kilomita mbali. Macho yangu yalianza kuona vizuri gizani. Nikaogopa. Nikamuuliza mzee Sekelema, nini kinaniendea? Akanitazama kwa macho ya huruma. Damu yetu imechanganya Juma. Unakuwa sawa na mimi pole. Utakuwa na uwezo wa kubadili. Utakuwa nusu mtu, nusu mnyama. Lakini pia utalaaniwa kama mimi. Akajisikia dunia inazunguka. Hapana, mimi sitaki kuwa kinyama. Nilipiga kelele. Mzee Sekelema akatakisa kichwa. Ni tayari late. Kiapo kimekwisha kufungwa. Sasa tutaishi pamoja katika laana hii, au tutakufa. Mwezi ulipojaa,
kitu kibaya zaidi kilitokea. Ilikuwa saa 4 usiku na mimi nilikuwa bado nimelala. Ghafla nikaamka kwa maumivu makali mwilini. Mifupa yangu ilikuwa ikivunjika na kuungana upya. Nilitaka kupiga kelele, lakini sauti iliyotoka kinywani mwangu haikuwa ya mwanadamu. Ilikuwa ni mbeko wa mbwa. Nilijaribu kusimama, lakini miguu yangu ilitetemeka. Nikachukua kioo na kujitazama. Kilichokiona kilikuwa roho. Kichwa changu kilikuwa kimebadilika kuwa cha mbwa. Masikio makubwa, pua nyeusi, meno makali, lakini mwili wangu bado ulikuwa wa mwanadamu. Nilikuwa nimekuwa kinyama sana Mzee Sekelema. Nilihisi njaa kali isiyoelezeka, njaa ya minya mbichi, njaa ya damu. Nilitoka nje kwa kutumia dirisha na kukimbia msituni kwa miguu. Niliwinda, nikapata panya, nilimla nzima. Nikapata kuku mmoja wa jirani, nikamla vipande vipande. Nikala hadi alfajiri. Wakati jua lilipochomoza, mwili wangu ukaanza kurudi sawa. Nikarudi kuwa mwanadamu, lakini akili yangu ilikuwa haina amani. Nilikaa pale msituni nikililia, nikijua kuwa maisha yangu yamebadilika milele. Mchana nilikuwa askari wa polisi. Nilijaribu kuwa na tahadhari, lakini siku moja jambo baya lilitokea. Usiku mmoja wa mwezi mzima, nilipokuwa katika sura ya kinyama, nilipata harufu ya mwanadamu msituni. Njaa yangu ilikuwa kali mno. Nilifuata harufu ile. Nilikuta mtoto wa kike, umri wa miaka 10, alikuwa amepotea msituni akimtafuta baba yake. Akili ya ubinadamu iliyobaki ndani yangu iliniambia nimwache, lakini njaa ilikuwa kubwa zaidi. Nilimkaribia. Mtoto huyo aliponitazama akapiga kelele. Alikimbia, lakini nilikuwa mwepesi zaidi. Nilimfuata nikimkimbiza kama mwindaji. Ghafla sauti kubwa ilisikika, "Juma, simama!" Nikaangalia nyuma. Mzee Sekelema alikuwa pale, pia katika sura ya kinyama. "Usimdhuru mtoto huyo au utalaaniwa zaidi." Nguvu yake ilinishinda. Nikaanguka hadi. Mtoto huyo alikimbia na kuokoka. Sekelema akaniangalia kwa macho ya huzuni. "Juma, ikiwa utamla mtu, hutaweza kurudi kuwa binadamu tena. Utakuwa kinyama milele. Hiyo ndiyo sheria ya laana hii." Nilimwambia Mzee Sekelema ninataka kuacha. Ninataka kurudi kuwa mtu kamili. Yeye akanitazama kwa macho ya huzuni. "Kuna njia moja tu ya kujiokoa. Lazima ugonge mtu mwingine. Laana itahamia kwake na wewe utaachwa huru." Nikakataa. "Hapana, sitafanya hivyo. Sitampelekea mtu mwingine laana hii." Sekelema akajaribu kusema kitu, lakini nilimkatiza. Nikiishi na laana hii milele, sinishinde kuliko kumpelekea mtu mwingine. Miezi ilipita, niliendelea kuishi maisha mawili. Mchana askari, usiku wa mwezi mzima kinyama. Nilijifunza kudhibiti kinyama ndani yangu. Nilikuwa naendelea kula wanyama wa mwitu, lakini sikula mtu yoyote. Lakini dunia ina njia yake ya kuleta vikwazo. Usiku mmoja nilikuwa nikirejea nyumbani kutoka kazini. Ghafla nilirudi kugonga kitu barabarani. Moyo wangu ukasimama. Hakuna, sio tena. Niliangika pikipiki yangu na kutazama. Pale amelala ardhi alikuwa kijana mmoja. Alikuwa amejeruhiwa mguu wake, na aliponiangalia niliona macho yake yakianza kubadilika. Yalikuwa yakigeuka kuwa nyekundu. "Hapana, hapana!" Nilipiga kelele. Nilijaribu kumpeleka hospitali, lakini alikimbia msituni akilia na kuumbwa. Nilijua nini kilichotokea. Nilikuwa nimemhamishia laana. Bila kukusudia, nilikuwa nimesababisha kitu kile kile kilichonipata mimi. Kijana yule sasa atakuwa nusu mtu, nusu mnyama, na itakuwa kwa sababu yangu. Leo hii ninaishi na uzito huo akilini. Nilikuwa huru kutoka kwa laana, lakini nikaipandikiza kwa mtu mwingine. Kijana yule amekuwa mbwa mtu, ila hakuna anayejua yuko wapi. Lakini usiku wa mwezi mzima, watu husikia sauti za kinyama kikilia msituni. Mara nyingi watu huona mnyama wa ajabu akikimbia kati ya miti, nusu mbwa, nusu mtu. Na mimi najua ni yeye. Najua ninayo lawama. Kila usiku ninalala nikihisi hatia. Kila ninapopita msituni, nasikia sauti yake ikiniita, "Wewe ulinifanya hivi, wewe ulinifanya hivi." Mzee Sekelema alifariki mwezi uliopita. Alifariki kwa amani, akisema kwamba hatimaye ameachwa huru. Lakini kabla ya kufa aliniambia kitu, "Juma, laana hii haishi. Inakwenda tu kwa mtu mmoja hadi mwingine." Asante sana kwa kutazama simulizi hii ya kutisha. Je, ulikuwa umeogopa? Andika hapo chini. Na kama unataka simulizi nyingine za kutisha, kusisimua, mapenzi, furaha na simulizi za kale, basi bonyeza subscribe.